Ndio, habari wa Tanzania wenzangu. Sasa leo sina tip yoyote, sitoi tips. Leo nataka na mimi nitoe tu mawazo au maoni kuhusiana na agenda hii ambayo imetrend na inaendelea kitaifa ya no reforms, no election. Na mimi nitakuwa muwazi kabisa. Nitasema kwamba naiunga mkono au siiungi mkono. Na moja kwa moja tu niseme kwamba mimi naiunga mkono kwa sababu naamini ni kitu kizuri sana, ni kitu ambacho kinalenga kwenda kufanya mabadiliko ya kiujumla, mabadiliko makubwa katika nyanja zote, yani kisiasa, kijamii na kiuchumi. Kwa sababu unajua kuna kitu kimoja, maendeleo yoyote yanategemea sana. Kuna sababu zingine, lakini maendeleo pia yanategemea uongozi uliopo. Uongozi unapatikanaje, alafu uongozi unakuwa na misingi gani ya kulinda labda rasilimali za wananchi, na wananchi wanakuwa na nguvu gani kwenye kucontrol zile rasilimali zao kupitia hao viongozi. Yaani nchi nyingi ambazo zimeendelea, unakuta wananchi wana mamlaka ya moja kwa moja ya kushughulika na viongozi, kuwatoa, kuwasimamisha katika, yani kuwatoa katika madaraka na vitu kama hivyo endapo watafanya mambo ambayo wananchi hawayataki, au endapo watabehave vile ambavyo wananchi hawataki. Sasa shida inakuja pale ambapo unakuwa una taifa la watu ambao wananchi wa kawaida hawana mamlaka ya kumtoa au kumweka kiongozi. Unajua kuna ile kwamba ndio kuna kupiga kura, lakini kuna ule uhalisia sasa kwamba baada ya kuwa umepiga kura, yule mtu atakayechaguliwa atakapofanya yale ambayo nyie kama wananchi hamtaki, mna nguvu gani sasa ya kushughulika naye huyo mtu katika hicho kipindi ambacho bado yupo katika madaraka, au baada ya kuwa ametoka katika madaraka. Kwa hilo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana sasa kuna vyama ambavyo vinasema kwamba tufanye reforms, ili tuwe na uwanja sawa katika mambo mbalimbali. Kwanza katika namna ambavyo tunawapata viongozi wetu, ziwe ni njia za haki, anayeshinda ashinde kwa haki. Sio kwamba kuna mtu anabebwa, hapana. Anayeshinda ashinde kwa haki. Na mtu anapokuwa ameshinda kwa haki, moja kwa moja ataenda kutekeleza yale mambo ambayo wananchi wanayataka. Lakini pia mtu anapokuwa sasa amepigiwa kura kihalali na watu, lazima pia kwenye hizo reform sasa, ina maana sasa tutatengeneza mifumo mingine ambayo itampa zaidi nguvu mwananchi kusimamia rasilimali za nchi. Sio tu kiongozi moja kwa moja anaweza akaamua yeye anavyoamua kuhusiana na rasilimali za wananchi. Wananchi wanapokuwa wamepewa nguvu ya kuweza kuwakosoa wale viongozi, kuwaelekeza cha kufanya na kukataa mambo ambayo wanaona hayako sawa, hapo tutakuwa tumefanya reform nzuri sana, kwa sababu sasa nchi itakuwa inaenda vile watu wanataka, vile wananchi wa kawaida wanataka, na sio vile baadhi ya viongozi wanavyotaka. Kwa sababu kiongozi ni binadamu, na yeye kuna muda anaweza akakosea. Kwa hiyo ni vyema tukawa na mfumo ambao utakuwa unampa nguvu zaidi mwananchi kwenye kuamua kipi kitekelezwe na ile serikali kuu. Na hivyo vyote vitawezekana kupitia hizo reforms. Na nikisema reforms ni kitu kikubwa sana. Mtu anaweza akauliza, je, reforms zinakuwa kwenye nini? Reforms zinaanzia kwenye katiba ya nchi, kwa sababu katiba ndiyo sheria mama, sheria kubwa kabisa ambayo
ina govern mambo mengine yote ya nchi ni katiba. Kwa hiyo hizi sheria zingine, sheria ndogo ndogo au sheria mahususi ambazo zinakuwa zinaelezea jambo moja moja. Kwa mfano, unaweza kukuta kuna sheria ya uchaguzi, kuna labda sheria ya rushwa, labda kuna sheria labda ya makosa ya jinai, kuna sheria nyingi nyingi, lakini msingi mkubwa wa hizi sheria zote unatokana na katiba. Kwa hiyo reforms zinaweza zikaanzia kwenye katiba, baada ya kutoka kwenye katiba, reforms zikaja zikafanywa kwenye hizi sheria zingine zinazogusa hizi nyanja mbalimbali ya kisiasa, za kiuchumi na masuala ya kijamii. Kwa hiyo ni jambo jema sana, na mimi huwa nashangaa sana nikikutana na mtu ambaye anakataa kwamba reform ni jambo baya, au labda ni yani reforms kwamba hazitaki. Huwa namshangaa huyo mtu, na huyo mtu unaweza kumweka katika kundi katika haya makundi mawili ya watu, kama si matatu mawili. Kwanza moja ni wale watu ambao wanakuwa wananufaika na ule mfumo mbovu uliopo. Ukikuta mtu ambaye anakataa hiyo reforms, ni wale watu ambao ni wanufaika na hii mifumo mibovu iliyopo. Ni labda ni wanasiasa au ni watu ambao wapo katika position kubwa, ambao wanataka waendelee wao binafsi kuneemeka na rasilimali za nchi, wakati wananchi huku wanapata shida, wanateseka. Hilo ni kundi la kwanza. Ukikuta mtu ambaye anakataa reforms, wewe muangalie tu, utakuta ni mtu ambaye yupo katika hilo kundi. Kama hayupo kwenye hilo kundi, basi yupo kwenye kundi hili la pili la watu ambao uwezo wao wa kiakili ni mdogo sana. Kwa sababu kuna hasara gani ya kufanya reforms? Ukijiuliza swali tu kama hilo dogo, kuna hasara gani ya kufanya reforms? Na reforms ni marekebisho. Ni sawa tu na wewe uwe na gari. Utalazima kuna kipindi kitapita utaweka tairi mpya, kuna kipindi utabadilisha sijui hiki, utabadilisha hiki. Kwa ajili gani? Gari lako liendelee kuwa stable. Ni sawa tu na nchi. Kuna transitions, kuna mapito ambayo nchi inapita, inabadilika, na kuna misukumo ya kimataifa ambayo inaifanya nchi ibadilike. Kwa hiyo hata sheria hizi huwa zinatakiwa kubadilika, na ndio maana sheria zinabadilika kila baada ya kipindi fulani. Miaka 5 unakuta sheria zinabadilishwa, miaka 10 unakuta sheria zinabadilishwa. Lengo ni kuendana na hali iliyopo ya kijamii, ya kiuchumi au ya kisiasa, unaona, kuruhusu nchi iendelee kukua au kwenda sawa na ukuaji wa mataifa mengine ulimwenguni. Kwa sababu usipofanya reforms, maana yake wewe unaachwa nyuma. Yaani wenzako wamebadilisha nchi zao, zimekuwa ni nchi za kidemokrasia. Watu wanaochaguliwa ni watu halisi, wale ambao wanapendwa na wanatakiwa kuchaguliwa na wananchi. Lakini wewe una nchi yako ambayo unaita ni nchi ya kidemokrasia, lakini wananchi wanachagua, lakini kuna ukakasi kwamba kuna namna ambazo zinafanyika za kisiasa, ambapo kuna watu, kundi fulani la watu ambao linalazimisha mtu fulani, au ndio linaloamua mtu fulani ndio awe kiongozi. Yaani hata nyinyi wananchi mkiwa mna 90% ya wananchi mnamtaka kiongozi fulani, kuna kundi ambalo linaweza likafanya ikashindikana mtu huyo kuwa kiongozi. Unaona? Sasa hiyo hali ndio mbaya, kwa sababu kiongozi ambaye anawekwa madarakani na kundi fulani la watu, hata akiwa katika hayo madaraka atakuwa anatumikia hilo kundi la watu. Kwa hiyo nyinyi wananchi mtakuwa hamna authority yoyote, hamna nguvu yoyote dhidi yake. Hata mkimwambia chochote yeye hata hasikii, anakuwa ameziba masikio, hawasikilizi, kwa sababu hamna uwezo wote wa kumtoa au kumfanya chochote. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo reforms hizi zitafanyika kuanzia kwenye katiba, kutengeneza kuwe na tume huru ambayo
itakuwa inaweza kusimamia uchaguzi kwa njia za haki. Unajua kuna tofauti ya kusimamia uchaguzi na kusimamia uchaguzi kwa njia za haki. Kusimamia uchaguzi kwa njia za haki maana yake kila mtu ana nafasi sawa ya kugombea, lakini pia kila mtu ana nafasi ya kushinda kama atakuwa ameshinda kihalali. Na yule anayeshinda ndio atangazwe. Sio kwamba anayeshinda huyu alafu anatangazwa huyu. Kwa hiyo sasa ili tume hiyo iwe huru ni lazima reform ifanyike. Ndio sasa msingi wa reform, kwamba lazima ile reform ifanyike, ianze kubadilishwa katiba. Kwa sababu usipobadili katiba unakuwa unaleta mgongano wa kisheria. Ndio mimi nakubali na watu wengine wasiofahamu, uchaguzi unasimamiwa na sheria inaitwa sheria ya uchaguzi na kanuni zake. Huwa kuna sheria kuu inayotungwa na bunge, lakini kuna kanuni na miongozo mbalimbali ambayo inakuwa inafanya kazi pamoja na ile sheria kuu. Sasa katiba ya nchi inasema sheria yoyote nyingine ambayo inatungwa, sheria mahususi ambayo inatungwa kuongoza jambo fulani, inatakiwa sheria hiyo isikinzane na ibara yoyote ya katiba. Sasa shida ni moja, tukisema tufanye reforms kwenye sheria, tukisema tufanye amendment kwenye sheria peke yake, sheria inaweza ikakinzana na katiba, kwa sababu sheria itakuwa ina vifungu au ina mambo mapya ambayo hayatambuliki kwenye katiba. Unaona? Na ikishatokea hivyo sheria ikawa inakinzana na katiba, ni automatic hiyo sheria inakuwa void, yani inakuwa sio halali, kwa sababu huo ni msingi ambao umeanzishwa na katiba. Sheria yoyote ikikinzana na katiba inakuwa invalid, yani sio halali. Kwa hiyo ili reforms za sheria ziwe na effect, lazima tuanzie kwenye katiba. Na Mtanzania yoyote mwenye akili timamu, ambaye anafikiria mambo vizuri, ameelimika, anaweza kudadavua mambo vizuri, nasema vizuri bila kuwa na conflict of interest, ni lazima tu atakwambia kwamba tuna mambo hayaendi sawa na kuna reforms nyingi sana zinatakiwa zifanyike. Na reforms kufanyika, tunaanzia kwenye sheria na katiba yetu ni hiyo moja ya 77 mwaka 77, na sheria zingine, sheria ya uchaguzi, sheria sijui ya nini, hizo zote zikija zikifanyiwa marekebisho ndio zitaweka uwanja sawa wa siasa kufanyika. Kwa hiyo tutakuwa tuna uhakika wa kupata wale viongozi ambao tunawataka, lakini pia tutaanzisha sheria zingine au tutaongezea vifungu katika baadhi ya sheria zinazompa mamlaka mwananchi kuweza kuhoji au kuweza kushughulika moja kwa moja na viongozi wa kisiasa ambao wanapuuza matakwa ya wananchi au ambao wanatumia vibaya rasilimali za nchi, wakati huo wananchi wao wakiwa wapo katika shida na umaskini mkubwa. Kwa hiyo leo nimekuambia sikupi tip yoyote, nilikuwa tu nataka nikueleze maoni yangu. Hayo ndio maoni yangu kuhusiana na no reforms, no election. Ni jambo jema linapaswa kuungwa mkono na kila mwananchi ambaye ana akili timamu, mwananchi ambaye anaipenda Tanzania, mwananchi ambaye anaona mambo katika namna iliyo sahihi. Anapaswa kuunga mkono swala la no reforms, no election. Na ni watu wachache tu ambao hawaungi mkono. Sema ndo watu wachache ambao wapo kwenye zile nafasi kubwa za kutoa maamuzi. Na ndio maana tukasema tangu mwanzo, mtu yoyote ambaye anapinga reforms ni watu ambao wapo kwenye nafasi za maamuzi, kwa sababu hawataki kupoteza hizo nafasi. Wanataka kuendelea kupata privileges ambazo wanazipata. Kwanza ni privilege haramu, kwa sababu hazisaidii wananchi. Unapata privilege ya kutumikia watu, lakini hutumikii watu. Unaona? Kwa hiyo kundi hilo la watu ambao hawataki reforms
ni wale watu ambao wananufaika na huu mfumo mbovu uliopo. Kwa hiyo ni lazima tufanye reforms ili tubadilishe taratibu za kuendesha nchi, pia tubadilishe mambo mengi yanavyofanya kazi katika nchi yetu. Tubadili pia sheria zinazosimamia jeshi la polisi. Kwa mfano, mimi ukiniambia nitoe maoni yangu kuhusiana na jeshi la polisi, kwanza nitakwambia jambo moja. Tunatakiwa tufanye mabadiliko makubwa kwenye sheria ya jeshi la polisi na kanuni zingine ambazo zinaongoza jeshi la polisi, namna ya kuajiri polisi na kadhalika. Kwanza polisi wengi tu tunaajiri watu ambao ni educated kidogo. Angalau mtu amefika labda form 6 na ana diploma, labda angalau diploma ya sheria. Kwa sababu huwezi kwenda kusimamia sheria alafu wewe mwenyewe hujui sheria hata moja. Yaani ni kitu hakiingii akilini. Ndio kuna muda mwingine tunahitaji watu wa task force kwamba, lakini wale watu wachache wa task force, lakini wengi wao ni watu ambao wana nguvu ndio, lakini na akili, lakini na uelewa. Kwa sababu majeshi siku hizi yamepevuka sana. Zamani uhalifu uliokuwa unafanyika ulikuwa ni ule wa kuvamia sehemu na masilaha lakini sasa hivi uhalifu unafanyika kwa kutumia brain. Unaona? Hawa wezi wa kipindi cha sasa hivi na wahalifu ni watu wenye akili sana. Sasa huwezi kumweka mtu ambaye ana uwezo mdogo wa kiakili akamdhibiti mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kiakili. Atashindwa, kwa sababu yule atakuwa na technique na tricks nyingi za kumkwepa huyu ambaye amewekwa kwa ajili ya kudhibiti labda uhalifu. Unaona? Lakini pamoja na hiyo, lakini pia tuna improve, lazima hao watu waongezewe kipato, mishahara na vitu kama hivyo. Sababu kazi yao ni ngumu, ni kazi ya kujiriski. Kwa hiyo wanatakiwa angalau wako stable kiakili wanapoenda kutekeleza yale majukumu yao. Mtu anapokuwa askari, amekabidhiwa silaha yetu tuliyonunua kwa kodi zetu, anatakiwa pia awe na stable mind, kwa sababu unapopewa silaha unatakiwa akili yako iwe timamu, kwa sababu kile ni kifaa kinachoweza kuleta madhara kwa wananchi wengine. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe pia kama ni mishahara ya hawa watu inaongezwa, lakini pia tufanye improvement kwenye sheria, tupate watu ambao ni qualified zaidi, lakini watu ambao wana brain zaidi, ambao wameelimika zaidi na wengi wao wanajua sheria. Huwezi kwenda kusimamia sheria wewe mwenyewe hujui sheria. Kwa hiyo nimetoa tu mfano mdogo hapo. Sehemu ya reforms ambazo zinatakiwa. Hiyo pia ni sehemu ya reform, kwa sababu mkifanya reform mnarekebisha mambo mengi kwa ujumla ambayo mnakuwa mmekubaliana. Yapo mambo mengi sana ambayo nikisema nitaeleza sitaweza kuyamaliza, lakini hayo ni maoni yangu ya kiujumla kuhusiana na uelekeo wa kwenda kufanya reforms. Kwa hiyo leo mimi naishia hapo, sina kingine cha kuongeza, ila hayo ndio maoni yangu. Asante kwa ajili ya kunisikiliza, lakini pia na kuandalia tips zingine. Kesho sitaongelea tena yani maoni kwa ajili ya leo. Kesho na kuandalia mada nyingine kabambe sana.